Neno langu jioni ya leo linasema kwamba lijue neno la Mungu na utendaji kazi wake. Lijue neno la Mungu na utendaji kazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio neno letu tutakalojifunza siku ya leo, kwamba tunatakiwa tulijue neno la Mungu na utendaji kazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Tutaanza na kitabu cha Luka sura ya 7. Tutasoma mstari wa 2 hadi wa 3, alafu tutaruka tutaenda mstari wa 6 hadi wa 10. Luka, nitaomba nisome sisi kwa na mic ili nisikike vizuri, kila mmoja anisikie. Neno la Mungu linasema hivi: na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi. Mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Mstari wa 3 anasema, aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. Nitaruka tena mstari wa 6. Biblia inasema hivi: basi Yesu akaenda pamoja nao, hata alipokuwa si mbali na nyumba yake. Yule akida alituma rafiki kwake, akamwambia, Bwana, usijisumbue, maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kwa hiyo nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako, lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo alimstaajabia, akageukia mkutano uliokuwa ukimfuata, akasema, nawaambia, hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii. Na wale waliotumwa waliporudi nyumbani, wakamkuta yule mtumwa ni mzima. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini umenisikia kwa makini kabisa. Hii habari kama tulivyoisoma, Biblia inasema kwamba kulikuwa kuna akida mmoja. Huyu akida alikuwa ana mtumwa wake. Yule mtumwa alikuwa anamsaidia kazi huyu akida wake. Kwa maana hiyo labda tunaweza tukasema kukawa kuna kiongozi, lakini yule kiongozi ana mtumishi wake, na yule mtumishi huwa anafanya majukumu ya huyo bwana wake. Lakini neno la Mungu linasema huyu akida alimpenda sana yule mtumwa wake, na huyu mtumwa alikuwa katika hali ya kufa. Alikuwa anaumwa, yupo katika hali ya kufa. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kama kuhangaika, kwa sababu huyu alikuwa ni akida, walikuwa wameshazunguka kutafuta madawa, kwenda hospitalini, lakini hali ya yule mtumwa bado ilikuwa inaendelea kuwa mbaya. Na Biblia inatuambia kwamba huyu akida alimpenda sana huyu mtumwa wake. Sasa akasikia kwamba Yesu amefika kwenye yale maeneo. Aliposikia kwamba Yesu amefika na kwamba Yesu anafahamika kama mponyaji, na ndivyo hata sisi tunavyomfahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa akawa amewatuma watu wengine kwenda kwa Yesu. Akamwambia, Bwana, tumetumwa na akida, mtumwa wake anaumwa, tunaomba umsaidie, afanyeje? Twende ukafanyeje? Ukamponye. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia tena, huyu anastahili kutendewa hili jambo, kwa sababu huyu akida alitujengea hata sinagogi ndilo tunaloabudu. Kwa tunakuomba Bwana Yesu uende nyumbani kwake ukamponye yule mgonjwa wake ambaye yupo katika hali ya kufa. Ikabidi akida akasema, Yesu anakuja tena nyumbani kwangu. Hapana, nendeni mkamzuia asije. Bwana Yesu asifiwe. Mkamwambie asije. Kwa hiyo akawatuma wale watu wengine. Akamwambia Bwana Yesu, kamwambieni mimi sistahili yeye aingie chini ya nyumba yangu. Sistahili. Ni kweli ninahitaji mgonjwa wangu apone, lakini mimi sistahili Yesu aingie chini ya dari ya nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema ndio maana hata sikuamua kwenda kumwambia mimi mwenyewe, kwa sababu mimi sistahili kuonana na Yesu. Ila ninachoomba aseme neno tu. Bwana Yesu asifiwe. Aseme neno tu na mtumwa wangu atapona. Akasema kwa sababu hata mimi ni mtu niliye juu ya mamlaka.
Bwana Yesu asifiwe. Nina mamlaka na nina askari wako chini yangu. Huwa nikimwambia askari huyu nenda, anaenda. Nikimwambia fanya, anafanya. Nikimwambia mtumwa wangu njoo, huwa anakuja. Na nikimwambia nenda, huwa anaenda. Kwa hiyo ninaamini yeye akisema neno, pasipo kuja chini ya dari ya nyumba yangu, mgonjwa wangu atapona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ingekuwa ni wewe, ungeweza kumwambia Yesu aseme neno tu, ungemwambia tu bwana mkubwa karibu. Karibu, kiti kiko hapa. Mgonjwa mwenyewe tuliyekuwa tunakwambia ni huyu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ungeweza kweli kumwambia Yesu asifike ndani ya nyumba yako? Lakini huyu alisema kwamba Yesu asije ndani ya nyumba yangu. Mimi sistahili Yesu kuingia ndani ya nyumba yangu. Kwa sababu unajua wenzetu ambao ni wanajeshi uoga wanaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliye mkubwa wake hata akikutana naye unaweza ukakuta anaonesha ishara kama ya heshima na unyenyekevu, si ndio? Sasa huyu alikuwa anajua Yesu anayo mamlaka. Yesu sio wa kawaida, pamoja na kwamba yupo katikati ya umati wa watu. Na yeye aliona kabisa hastahili Yesu kuingia ndani yake, ndani ya nyumba yake. Lakini alilokuwa analitaka ni neno la Yesu tu kuhusiana na kile alichokuwa anakiomba. Ni kweli mtumwa wake anaumwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli yupo katika hali ya kufa na yeye anampenda. Inawezekana huyu mtumwa alikuwa anafanya kazi zake vizuri sana, hadi ikafika kipindi cha kupendwa na nani? Na bwana wake. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia asiingie. Sasa mimi tunachotaka kujifunza siku ya leo, tunajifunza lijue neno la Mungu na mamlaka yake na utendaji kazi wake. Kwa sababu alikuwa na hiyo mamlaka, ndio maana akasema na mimi pia ni mtu mwenye mamlaka. Huwa nikimwambia mtumwa nenda, huwa anaenda. Na huwa nikimwambia fanya, huwa anafanya. Na uzuri wa wenzetu waliojifunza, waliopitia jeshini, waga hawana hapana. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwambia chuchumaa, atachuchumaa. Kwambie ni chuchumae kwa sababu gani? Atakwambia ndio afande, atachuchumaa chini. Ukimwambia lala, atakwambia ndio afande, atatimiza ile amri. Ukimwambia fanya hiki, atakwambia ndio afande, kitatimia kama mkubwa wake alivyosema. Kwa hiyo huyu akida alikuwa na ufahamu na neno la mtu mwenye mamlaka, kwamba lile neno la mtu mwenye mamlaka huwa na lenyewe lina mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Na huwa hilo neno linapotamkwa sio ombi, huwa linakuwa ni amri. Na likiwa amri huwa linaenda kutimiza kile kilichotamkwa. Bwana Yesu asifiwe. Na huwa likiamriwa linaenda kufanya vile vile lilivyokusudiwa kufanyeje? Kufanya. Na ndio maana alimwambia Yesu, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Mimi ninachoomba tu ni neno lako kutoka kwenye kinywa chako linalohusiana na huyu mgonjwa wangu apate uzima. Ninaamini hilo neno litakapotamkwa, hata kama wewe hautakuja chini ya dari yangu, mgonjwa wangu atapona. Kwa nini? Kwa sababu lile neno linalo mamlaka, lile neno lina nguvu, lile neno lina uwezo, lile neno litaenda kutimiza kile utakachokisema. Lakini inawezekana ningekuwa mimi kuona Yesu yupo kwenye msafara, anakuja, yuko njiani, ningemwambia hii ndio chance. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndio njoo. Lakini yeye alijua hata kama Yesu hayupo, ila neno lake atakalo litamka, kwa sababu anayo mamlaka, kwa sababu anayo nguvu, kwa sababu anao uweza, hilo neno litatimia vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mgonjwa atapona. Na Yesu akawageukia wale makutano akasema, katika Israeli wote, inawezekana hata katika nyie mliopo hapa, sijaona mtu mwenye imani kubwa kama hii. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema baadaye Yesu akailishia safari pale pale. Lakini walipofika ndani ya ile nyumba wale waliotumwa, wakamkuta yule mtumwa amepona. Bwana Yesu asifiwe. Wakamkuta yule mtumwa amepona. Bwana Yesu asifiwe. Lijue neno la Mungu na utendaji kazi wake. Lijue neno la Mungu na vitu vinavyoenda kusababisha. Sasa naomba tuangalie katika kitabu cha Ebrania. Hapa anajaribu kulielezea sifa ya neno la Mungu lipoje. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Ebrania sura ya 4 mstari wa 12.
Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Anasema hivi, maana neno la Mungu li hai. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu li hai. Anasema tena lina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliomo ndani yake. Tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema maana neno la Mungu. Huyu mtumishi wa Mungu alisema sema neno tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaanza kuwaza kuna uhusiano gani kati ya neno na kupona? Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inatuambia kwamba Mungu hulituma neno ili kuwapoa na kuwatoa katika maangamizo. Mtu anaweza akasema kuna uhusiano gani kati ya neno na kuokolewa? Kuna uhusiano gani kati ya neno na kutolewa kwenye maangamizo? Wewe unaweza ukaliona ni neno kama neno, na wakati mwingine unaweza ukaliona ni neno kama alilozoea kukuambia shangazi yako, au wakati mwingine ukafikiri ni neno tu kama linalotamkwa na mtu yoyote yule. Lakini tunapokuja kuongelea kuhusiana na neno la Mungu, anasema lina uhai ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana ili neno linapotumwa mahali ambapo kuna kufa, mahali ambapo vitu vimeharibika, mahali ambapo hakuna uhai, linaenda kurejesha uhai, kwa sababu lenyewe lina sifa ya kuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu akida alikuwa na mtumwa wake, na mtumwa wake alikuwa anaumwa, yupo katika hali ya kufa. Kwa hiyo neno la Mungu lilivyotamkwa, kwa sababu anapolituma huwa linaenda kututoa kwenye maangamizo. Lile neno lilikuwa limebeba ndani yake, limetamkwa kama neno kwamba labda nenda utamkuta mzima. Ndani yake limebeba uhai, na ndio maana lilimwamsha yule mtumwa kutoka katika hali ya kufa likamleta katika hali ya uzima, kwa sababu linapoachiliwa ndani yake lina uhai. Kwa hiyo linapotumwa kwenye biashara iliyokufa, linapotumwa kwenye ndoa iliyokufa, linapotumwa kwenye tumbo ambalo haliwezi kubeba watoto, linapotumwa mahali penye udhaifu, linaenda kuzalisha uhai, kwa sababu ili neno sifa yake moja ni hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe unaweza ukatamkiwa uwe mzima, ukaliona ni neno la kawaida tu, au ukatamkiwa utaponywa magonjwa, ukaona ni la kawaida. Linapokuja kuanza, linaanza kutafuta ni kitu gani kilikuwa kinakufa, ni kitu gani kilikuwa kinaonekana kimeharibika, ni kitu gani kilikuwa hakina uhai, linaenda kuachilia uhai. Baadaye unaona kile kitu kilichokuwa kimekufa kimepata uhai tena, kimepata uzima tena, kwa sababu neno la Mungu lina uhai. Kwa hiyo huyu akida alikuwa habatishi, alijua kabisa huyu bwana mkubwa neno lake lina uhai ndani yake. Atakapolitamka lile neno, haijalishi yuko mbinguni, haijalishi yuko wapi, haijalishi yuko wapi, maadamu neno lake lina uhai, litaenda kuachilia uhai kwa huyu mtumwa wangu aliye katika hali ya kufa. Sina haja bwana mkubwa afike nyumbani kwangu, ila ninachojua neno lake lina nguvu, neno lake lina mamlaka, na litaachilia uzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anatuambia kwamba ili neno la Mungu lina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza li hai, lakini cha pili lina nguvu. Lina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Lina nguvu. Yaani anapoliachilia neno lake, inategemea kesi inayoenda kukutana nayo. Kama kulikuwa kuna mizimu imejipanga pale mbele, nguvu zitaenda kusababisha ile mizimu iondoke, ule uchawi uondoke, vile vipingamizi viondoke, kikazalishwa kinachotakiwa kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema lina nguvu. Kwa hiyo wewe unaweza ukaliona ni kawaida, ukaambiwa tu na mtumishi wa Bwana ubarikiwe, au ukaambiwa kwamba Mungu atakubariki. Lile neno linapoingia kwenye ulimwengu wa roho, kwako
litakufikia kawaida. Lakini kwenye ulimwengu wa leo kuna mabomu yanalipuka kuhakikisha mizimu inapigwa. Kuna nguvu inaachiliwa kuhakikisha wachawi waliosimama wanapigwa. Linaenda na nguvu zake. Kwa hiyo kama ni mapepo yalisimama, uko kwenye ulimwengu wa leo zinasikika sauti, kwako limefika kawaida tu, ubarikiwe. Lakini linapoanza kwenda kumfuatia huyu Agnesi anayetakiwa kubarikiwa, linaanza kuangalia ni kitu gani kilichokuwa kinazuia baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu neno lake lina nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anatuambia kwamba lina ukali. Lina ukali kuliko upanga. Bwana Yesu asifiwe. Lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Lina ukali kuliko upanga. Bwana Yesu asifiwe. Lina ukali. Kama kuna chochote kinachotakiwa kukatwa, kitakatwa. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu hili neno lina ukali. Ukisoma katika kitabu cha Hosea 6 mstari wa 5. Kitabu cha Hosea 6 mstari wa 5 kinasema hivi. Ukisoma kwenye ile Hosea 6 mstari wa 5b, anasema nimewaua kwa maneno ya kinywa changu. Nimewaua. Huyo ni Mungu anaongea, nimewaua kwa maneno ya kinywa changu. Kwa hiyo kuna mahali kinywa chake kikiachilia neno, kuna vitu vinakufa, vinauawa kwenye ulimwengu wa roho. Tumesema ili neno lina ukali. Lina ukali kuliko upanga. Kwa hiyo ndio maana huyu akida hakulichukulia poa kama wewe unavyolichukulia kawaida. Bwana Yesu atusaidie. Hakulichukulia kawaida kama mimi na wewe tunavyolichukulia nini? Kawaida. Yeye alimwambia tu neno tu. Sema neno tu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sema neno tu. Mimi ninachohitaji ni kusikia neno kutoka kwako. Ninachohitaji ni neno lako tu. Sihitaji wewe ufike ndani yangu, ndani ya nyumba yangu. Ninachotaka toka kwako ni neno tu. Bwana Yesu asifiwe. Akajua neno lake likishatamkwa linalohusiana na changamoto yake ndio mwisho wa changamoto. Akajua lile neno likitamkwa linalohusiana na biashara yake ni mwisho wa changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema nimewaua kwa maneno ya kinywa changu. Kumbe maneno yake yana nguvu ya kuua maadui. Yana nguvu. Anasema ni kali kuliko upanga uwao wote. Wewe kama umeshawahi kuona upanga, lenyewe ni kali kuliko zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia anatuambia tena la choma, linachoma. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliomo ndani yake. Linachoma. Hujawahi sikia tu umesoma neno yani umekuta limekugonga moyo. Bwana Yesu asifiwe. Yani au wakati mwingine limeachiliwa kama wameniona vile. Kama waliniona, yani limekuchoma mpaka ndani. Wakati mwingine unaweza ukaangalia chini hivi ukao unaona aibu. Linachoma. Unahisi kila mmoja anajua ulichokifanya. Kumbe ni Mungu anajua na wewe mfanyaji. Lakini mwingine yeyote hajui, ila lilivyokuchoma wakati mwingine hata ujasiri unakosa. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo neno lake linachoma. Bwana Yesu asifiwe. Linapoachilia linachoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anasema lijepesi kuyatambua mawazo. Yaani unaweza ukawa umekaa na mawazo yako, ukawa unajua tu ni neno, likaja lile sawa sawa na mawazo yako. Wakati mwingine mtu anaweza akawa amekuja hapa sasa nimekata tamaa, akasema hivi kama vile likaja neno linaloongelea kutokukata tamaa. Nikasema wameniona, linatambua mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Sio mchungaji anayetambua, sio nani anayetambua, lakini wewe ukija kukaa hapa, lenyewe linavyoachiliwa, linaachiliwa unakuta limeenda mule na mawazo yako. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo anasema linatambua mawazo. Kwa hiyo kumbe neno la Mungu linapotoka, maadamu ni la Mungu, Bwana Yesu asifiwe,
linatoka likiwa hai, linatoka likiwa lina nguvu, linatoka likiwa na ukali, linatoka likiwa limebeba upanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaelezea hizo sifa za neno la Mungu. Naomba tuangalie katika kitabu cha Ufunuo 1:16. Kitabu cha Ufunuo 1, Ufunuo 1:16. Ufunuo 1:16 nasema, naye alikuwa na nyota 7. Huyo ni Yesu. Katika mkono wake wa kuume. Ndio. Na upanga mkali. Wenye makali kuwili. Wenye makali kuwili. Ukitoka katika kinywa chake. Na upanga. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huyu Bwana akiongea ni panga zinatoka. Anasema hivi, na upanga wenye makali kuwili. Ukitoka wapi jamani? Katika kinywa chake. Achomoi hapa. Si tunaonaga watu wanachomeka hapa. Yeye hachomoi. Yeye unatokea wapi? Kwenye kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe. Na huu upanga unafikiri ni kwa ajili gani? Si kwa ajili ya kukudhuru wewe, si kwa ajili ya kukuangamiza wewe, ni kwa ajili ya kupambana na wale wanaozuia hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Huu upanga anautoa kwa ajili ya kupigana na wale wanaozuia baraka zako. Huu upanga unapoachiliwa anautoa, yani hapa anakuwa yupo kivita zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenda kupambana na nani anayezuia baraka za wanangu, nani anayezuia afya za wanangu, nani anayezuia ustawi wa wanangu, nani anayezuia mema niliyowaahidia. Huo upanga ndio unawahusu maadui. Kwa hiyo yeye anapolitoa neno lake linatoka kama upanga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe neno lake sio la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Sio sawa sana mjomba anayekuahidi anaahirisha. Neno lake huwa hawezi kulitoa bure. Neno lake hawezi kuongea kwa kulopoka, kusema nililopoka tu jamani, wakwambia basi futa kauli yako. Yeye huaga afuti kauli. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Yeye huaga habatilishi kauli aliyoisema. Na ndio maana anasema itakuwa neno litakalotoka kwenye kinywa changu halitanirudia bure. Ina maana huwa haongei kwa bahati mbaya, haongei kwa miemko, haongei kwa hisia. Bwana Yesu asifiwe. Yeye huwa anapoongea amemaanisha kuongea, ni wakati wake wa kuongea. Anapolituma neno lake, analituma neno lake kwa makusudi kamili, kwa makusudi ya kuwaokoa watu wake, kwa makusudi ya kuwakomboa watu wake. Na ndio maana anasema yeye hulituma neno kuwaponya. Kumbe neno ndani yake lina uponyaji na kuwatoa katika maangamizo. Neno lake anapolituma lina uwezo wa kumtoa mtu kwenye hali ya hatari na kumweka kwenye salama. Kwa hiyo huwa hakurupuki kusema. Bwana Yesu asifiwe. Huwa halopoki. Kwamba eti umemchekesha sana akaongea akatoa ahadi ambayo hawezi kuifanya. Huwa hayuko hivyo. Wala ambacho anakiongea ni lazima kitimie. Bwana Yesu asifiwe. Kama alishasema nitakubariki, ni lazima ubarikiwe. Kama alisema nitakuinua, ni lazima uinuliwe. Kama alisema nitakuvusha, ni lazima uvushwe. Kama alisema hakutakuwa na tasa, ni hakika hakutakuwa na tasa. Kama alisema baraka zako utazipata, ni lazima uzipate. Kwa sababu neno lake linapotoka hapo linaanza kushughulika, linaenda lilipoelekezwa. Kama ni kwenye afya, litaelekea kwenye afya. Kama ni kwenye biashara, litaelekea kwenye biashara. Kama ni kwenye ndoa, litaenda kwenye ndoa. Kama ni kwenye kazi, litaenda kwenye kazi. Maadamu limetoka kwenye kinywa chake. Na yeye ni mwaminifu, anasema mimi si mwanadamu hata niseme uongo. Wanadamu huwa tunasemaga uongo, wanadamu tunaahidi tusiahidi, tusitende, lakini yeye akisema analitimiza. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini sana na nini kinatoka kwenye kinywa cha Mungu kwa habari ya maisha yako. Nini Mungu amekisema kwa habari ya maisha yako? Nini Mungu amekiahidi kwa habari ya maisha yako? Unatakiwa kuwa makini katika eneo ambalo unatakiwa kuwa makini. Unatakiwa kukaa kwa utulivu wote. Hautakiwi kusinzia. Ni pale Kristo Yesu anaposema, kwa sababu anaposema kuna mambo yatatokea kwenye maisha yako. Anaposema mabadiliko yatatokea kwenye maisha yako. Anaposema historia zitatokea kwenye maisha yako. Katika eneo unalotakiwa kuwa serious zaidi ya maeneo yote, nafikiri ni eneo ambapo Bwana Yesu anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Yaani katika eneo unalotakiwa kuwa makini kukishika kile ambacho umeweza kukishika. Neno lake unatakiwa kulishika kuliko ahadi ya mjomba. Neno lake unatakiwa kulishika kuliko chochote ambacho umewahi kuahidiwa hata na mume wako na mke wako na rafiki yako wa karibu. Unatakiwa kukishika kwa sababu yeye uwaga sio kigeugeu, na anasema linalotoka kwenye kinywa changu ni lazima litimie, liende likazalishe yale niliyoyakusudia, liende likayachipue yale niliyoyakusudia. Kwa hiyo linapotoka, linatoka na ushindi kamili. Linapotoka, linatoka na baraka zote. Linatoka na matumaini yote. Linapotoka, wala sio neno la kuanza kulipigia mahesabu, sijui ni kweli hivi, ni kweli alichokuwa anasema Yesu. Yesu yani waga hatakiwi kutiliwa mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yani akishasema amesema. Hakuna aliye zaidi yake. Hakuna aliye na nguvu zaidi yake. Lilipotoka wewe kwako ndio umelipokea kawaida, lakini kwenye ulimwengu wa roho huko wamekipata. Bwana Yesu asifiwe. Lilipofika kwako limefika kama kuko shwari, lakini huku nyuma, Bwana Yesu asifiwe, hawezi akakuletea wewe kwa ukali. Yani anapoliachilia wewe unashangilia tu. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtu anatabasamu, Mungu atakufanyia hiyo, anatabasamu, lakini wakati huo upande wa pili, Bwana Yesu asifiwe, ndo wanaelewa show inayoendelea. Wakati huo mizimu inakuwa inaelewa kinachoendelea. Wakati huo nikwambia hivi, shetani, ndio maana shetani ni mjanja, yuko sensitive sana kuhakikisha kile kinachotamkwa wewe ukipati. Na yeye hawezi kukizuia kwa sababu hana uwezo wa kwenda kumfumba mdomo kwamba Yesu usiseme. Yeye anakuja kudili na wewe mpokeaji. Bwana Yesu atusaidie. Yeye anakuja kudili na wewe mpokeaji. Naomba kabla tujafika huko tusome katika kitabu. Ukisoma katika kitabu cha Isaya 11:4 anasema ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe. Ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake. Lakini unaposoma katika kitabu cha Mwanzo, unaona alikuwa anatamka tu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona alikuwa anatamka tu. Anasema iwe nuru. Nuru iko inatokea itokee. Bwana Yesu asifiwe. Anasema liwe giza. Lipo alipo. Anasema maji yakatenge nchi kavu na maji na makusanyiko ya maji, si hapo? Akatamka akasema kuwa kuna maji yaliyo juu ya anga na huku chini, si hapo? Mpaka leo tunaloa na mvua, si ndio watu wa Mungu? Kwa alikuwa anatamka tu. Yeye huaga anatamka tu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye huwa anatamka tu. Na ndio maana wale ambao wamesoma sana wanaanza kuuliza kuna uhusiano gani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Eti itakueje mambo haya? Yatatokeeje? Kwa sababu sisi tunaamini ili kitokee lazima tuende na majembe. Sisi tunaamini ili vitu vyote lazima tuende na nyenzo, si ndio? Lakini yeye anatamka tu. Kwa sababu anajua neno lake lina uwezo wa kuzalisha ambavyo havipo. Neno lake lina uwezo wa kuzalisha ambavyo havipo. Ndio maana ukisoma katika Yohana 1 anasema vyote vilifanyika kwa yeye,
wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Na ukitaka ujue namna vilivyofanyika, rudi kwenye Mwanzo. Vilifanyika kwa kutamkwa. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anatamka tu, iwe inakuwa, iwe inakuwa, iwe inakuwa, iwe inakuwa, iwe inatokea, iwe inatokea. Bwana Yesu asifiwe.